Unazungumzaje kiwango cha leo cha Joshua Mutale Budo? Mutale atakuwa ajitahidi sana, ajitahidi kupambana na ajitahidi sana kutafuta, yani kutafuta nini? Motisha, kwa sababu kiukweli hatuwezi kuficha Mutale. Hatuwezi kuficha Mutale kweli, kiwango chake akiridhishi kwa sisi mashabiki. Kiwango chake kweli kinaonekana kipo chini. Kwa ajiongeze na sisi hatumchoki. Tunazidi kumvumilia, haendelee kupambana, azidi kujitoa uwanjani. Mimi naamini Mutale ana kiwango kikubwa sana. Mutale ni mchezaji mkubwa na ana kiwango kikubwa. Ila upepo mchafu tu unampitia, ajitahidi kupambana ili atupe sisi mioyo wa mashabiki wa Simba. Anaonekana kama sasa hivi hatoshi kuchezea katika klabu ya Simba. Kwa upande wako, unaona kashafikia hatua hiyo? Ndio maana nasema aongeze juhudi. Kiukweli Mutale kwa kiwango cha wachezaji wa Simba na jinsi Mutale anavyocheza ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo itabidi aongeze juhudi. Yaani ni ukweli, mimi sifichagi bwana. Itabidi Mutale aongeze juhudi ili tupate imani naye sisi mashabiki wa Simba Sports Club. Hizi timu mbili Simba na Yanga, ili tukupende watakuwa ujitoe. Usione sisi tunampenda Mpanzo, anaimbwa Mpanzo anacheza. So unamwona Mpanzo shule anayofanya. Sasa tunamuongelea Kibu anacheza. Kwa hiyo Tanzania, ukija Tanzania hizi vilabu vile Simba na Yanga, kama una kiwango kizuri hautaona watu kuongelee. Ila mimi naamini Mutale ndio mchezaji pekee alikuwa anaimbwa. Baadhi ya mashabiki wa Simba wanasema kwamba kipigo cha leo kilikuwa cha Dar es Salaam Young Africans endapo wasingefanya kile ambacho kinasemekana wamekifanya. Unadhani wewe, unasema mtu wa uwazi, kwa kiwango ambacho wamekicheza leo hii, unadhani hivi ndivyo ambavyo mngecheza dhidi ya Yanga? Kwa akili yako Simba ingekuwa tunacheza na Yanga tungekuja hivi? Yaani sisi tucheze na Yanga tuje hivi? Nisikilize. Hata kikosi kikikuwa iko tungecheza na Yanga, ungemuona huyo Mutale unaomsema, ungemuona shughuli yake. Mutale angekuwa moto. Nakwambiaje, kikosi hiki kitu tungecheza na Yanga isingecheza hivi Simba. Umetoka sasa hivi kusema ongeze juhudi. Ndio nakwambiaje, na unapongea habari ya dabi, habari nyingine. Ya unapongea neno dabi, habari nyingine. Hata kama mchezaji mbovu atacheza kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo attention ya dabi tofauti na attention na timu kama hii. Mchezaji mwenyewe anapokuja anajua kabisa kuja kucheza hii mechi ya kawaida. Kwa hiyo japo umewezi kudharau timu, lakini hata mchezaji anapokuja anajua hiyo. Hata ndio maana uwanja uone umejaa. Wewe unafikiri kwa dabi ungekuta mapengo. Lakini kwa uzito wa mechi pia hata mchezaji ndo anapokuja hivyo. Kwa hata mchezaji Mutale mmoja kaza chini ya kiwango, lakini ingekuwa dabi asingecheza hivyo. Hata angekuwa mbovu. Wewe kumbuki kuna Yanga ilikuwa kina Sibomana. Yanga ilikuwa mbovu kusibomana, si lakini cheza dabi mpaka unamshangaa ndio Sibomana huyu. Anabadilika, ndio dabi zilivyo. Kwa hiyo usitegemee kwamba timu hii ingecheza na dabi mwenyewe ungeshangaa. Bwana, wewe ni mtu ambaye unapata taarifa nyingi sana kutoka ndani ya Simba. Siku wakati Simba wanakwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, hii inasemekana, basi lingine zinasema taarifa bwana mbuzi. Hizi taarifa zipoje ndugu? Habari ambazo zinaonekana, hata ukichukua clip ambazo zinazotembea ni wale waasi M23 waliovamia basi la Simba. Ndio walokuepo. Hiyo au mbuzi watutafutiwa tuletea. Kuna BM ilikuwa na mbuzi. Ndio nakwambiaje, clip zinazotembea ni waasi na ambao hata ni wenyewe wamejiridhisha bodi ya ligi kufuatilia kuonekana kweli, na ndio maana Simba wanahoja, ndio maana mechi kagailishwa. Hao mbuzi watuletee, si clip atuonyeshe hilo basi, hilo BM si basi gani lilobeba mbuzi watuletee. Na wazee juu. Walete basi clip atuonyeshe clip hii wazee. Walete, yani watuletee basi au clip. Sisi tunazo clip wanaonekana watu wanagombana pale uwanjani. Basi lipo moja la Simba. Wewe unazo? Clip zinatembea zinaonekana. Kwani clip zinaonekana jamani? Vitu vingine sio vya kuficha. Clip zinaonekana. Tuacheni siasa. Kama Yanga wanataka bodi ya ligi ijiuzuru, nisikilize. Kama Yanga wapo tayari bodi ya ligi ijiuzuru, na wao wakubali kujiuzuru kwa sababu wao wenyewe hawapo kisheria. Uongozi wa Yanga ujiuzuru kama wananyoshia kidole bodi ya ligi, kwa sababu hiyo bodi ya ligi ndio ilisaini GSM. Hiyo bodi ya ligi ndio ilisaini GSM. Kama wamekiri kwamba bodi ya ligi haiko sahihi, wao wenyewe watakuwa wajiuzuru kwa kubaka vilabu vya Tanzania. Yanga wamevibaka vilabu. So anasema bodi ya ligi hana imani nayo. Kwani wao saini vilabu GSM azamini vilabu 10 nani? Sijui vinane nani? Kwa mantikio twende polepole Mandala. Kuna mchezo hapa kesho, Coast dhidi ya Yanga. Tumeona hapa Coast hizo wana train hapa wakiwa na jezi ambazo zina mdhamini wa GSM. Kwa mantikio kwamba mchezo wa kesho tayari kama ushakuwa na matokeo. Yaani hoja hivi, Yanga wanasema bodi ya ligi haijitoshelezi. Sio mimi. Yes. Na kwenye andiko lao wao wenyewe wamesema wanataka faini wajiuzuru. Na sisi makeo yetu kila siku GSM kudhamini timu nyingi.
Nao bodi ya ligi ndio wamewapa hao signing kudhamini timu nyingi. Kama imetafsiri sahihi bodi ya ligi haipo sahihi, basi ni muda rasmi sasa hivi kung'atuka wao, kwa sababu wenyewe hawapo kiaki. Yaani mtu alokupa wewe haki unamkataa yupo kiaki. Basi wewe mwenyewe ndio unajua kwamba Simba sisi tuko sahihi kupigia kelele GSM kudhamini timu nyingi. Wenyewe wamethibitisha kwa mdomo wao. Basi ndio muda rasmi Injinia kutoka pale, ndio muda rasmi Yanga kushuka daraja. Asante sana. Nashukuru.